in Jesus' name. Wale wanaopenda KNM, Mungu apate kuwabariki sana. Na leo wiki hii ninaenda kuzungumzia kuhusu the power of the altar. Mwanzo 8 mstari wa 12. Biblia inasema hivi: And he stayed yet other 7 days, and sent forth the dove, which returned not again unto him any more. And it came to pass in the 601st year, in the first month, and the first day of the month, the waters were dried up from off the earth. And Noah removed the covering of the ark, and looked, and behold, the face of the ground was dry. Verse 18, and Noah went forth, and his sons and his wife, and his sons' wives with him, every beast, every creeping thing, and every fowl, and whatever creepeth upon the earth, after their kinds, went forth out of the ark. And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered a burnt offering on the altar. And the Lord smelled a sweet savour. And the Lord said in his heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake, for the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite any more everything living as I have done. While the earth remaineth, seed time and harvest, and cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Tunasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu, na wewe ambaye unayotusaidia. Bariki kila mmoja wetu leo katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi Mungu akubariki sana. Tunaweza kaa. Neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako. Hapo nyumbani ningependa kuzungumzia kuhusu the power of the altar. Madhabahu. Mungu ni mwenye haki. Na Mungu mwanzoni hakuwa na shetani. Shetani alikuwa mmoja wapo ya wamalaika ambao walikuwa naimba sifa in the presence of the Almighty God. But because of rebellion na kutotaka kushauriwa, the devil, he rebelled against God, and God threw him to this world, and he cursed him. Kile kitu ambacho Mungu hakufanyia shetani, wakati Mungu alitupa shetani kutoka kwake akimtupa hapa duniani, Mungu hakunyang'anya shetani vitu alivyokuwa navyo. Kwa mfano, Mungu hakunyang'anya shetani sauti ya kuimba. Mungu hakumnyang'anya shetani sura yake. Na ndio maana unakuta wale watu ambaye shetani anawatumia, kama ni mwanamke ni mrembo sana, kama ni mwanaume ni very handsome, kwa sababu sura ya shetani haikuharibiwa. Sio kama vile mnavyoona katika vipindi ama katika shetani. Kuna vitu hakunyang'anya. Hakunyang'anywa sura yake na hakunyang'anywa uimbaji. Na that's why ukienda kule nje kwa mabaa utakuta ile muziki unachezwa pale, unashinda hata ule uko kanisani, kwa sababu anahakikisha anafanya kitu ambacho kina attract
watu ili akapate wanasa. Kwa hivyo Biblia inasema Mungu alipokasirika na dunia na akaambia Noa ya kwamba wewe nenda utengeneze safina, I am going to wipe away the man on earth. I'm going to destroy him with the water. Noah, he did what he did, and to make the long story short, it came a time when Noah had to come out. Noah alikuwa atoke katika safina arudi kwa nchi, na maandiki inasema akachukua kunguru akamtuma, akasema nenda. Siku hizo mwanadamu alikuwa anaongea na wanyama, akasema nenda uangalie kama kumekauka, uje utuambie ili tutoke ndani ya safina, kwa sababu Noa hangeweza kutoa vitu ambavyo Mungu alimpa kwenda kukwama kwa matope. Kunguru hakurudi, na inasemekana ya kwamba labda alienda akapata chakula huko, mizoga, akakula akakufia kule. Kuna watu kanisani hata mkiwatuma hawatarudi. Kuna watu katika familia yako hata ukawatuma hawatarudi. Wakipata kitu ambacho wanataka kula, they will never come back. Hiyo inaitwa roho ya kunguru. Akatuma njiwa, the dove, ikaenda, haikurudi. Ikarudi tena, akaona kana kwamba bado something is not right. He sent another dove, the second one, na akakuja with the leaf, tawi la olive, kuonyesha kwamba ile nchi Mungu alikuwa ameharibu sasa unaweza iendea, kwa sababu imekauka na mimiti imemea. Mambo ya Mungu ni ajabu sana. This man waited for too long. How long does it take for a tea to germinate and to release the leaves? Mtu ako kwa safina. Mambo mengine ya Mungu inahitaji watu kuvumilia na kuwa watu wa subira. Saa zingine Mungu pale unataka kwenda, Mungu anataka utulie. Huyu ndege akakuja na tawi kumwonyesha ya kwamba nchi imekuwa sawa. Ni vizuri sometimes hata wakati tunapoomba, Mungu anaweza kosa kujibu siku hiyo hiyo, Mungu anaweza kosa kujibu kesho, lakini amesikia maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kutuma, umetuma maombi yako. Kwa hivyo lazima tuwe kama Noa, ya kwamba inaweza fika mahali tutulie, tungojee wakati wa Mungu. Na maandiki inasema ya kwamba wakati mambo haya yalipotendeka na Noa akajua ya kwamba kuko dry hapo nje, akafungua dirisha ya the ark, wakatoka nje. Then he came out with his family and everything that was in the ark. Na maandiko inasema hivi, hapa ndipo somo letu linaanza, verse 20. And Noah builded an altar unto the Lord. Noah alipotoka kwa safina akajenga madhabahu kwa Bwana, na ile madhabahu hakuiacha kwa sababu imekuwa erected. No, he went an extra mile and sacrificed, na akaweka a burnt offering, na Mungu akakuja na akanusa, he smelled that offering. Nimekuta Wakristo wengi wanachezea sana sadaka. Hawajui umuhimu wa sadaka kanisani. Sawa, mtu anaweza kuja kanisani atoe 50 bob
na aenda akule lunch ya 10,000. Ajui maana ya sadaka. Mtu anaweza kutoa 1,000 kanisani na aende kwa matanga atoe 50,000. Yani people are attracted, watu wanavutiwa na vitu ambavyo vimekufa. Maandiko inasema Nuhu alipotoka kwa safina alijenga madhabahu. Kumbuka, sisi ambaye tuko katika taifa hili, just the other day, some months ago, we came out of post-election violence. People died. Some were injured. What did the church do after that? Because hiyo ni kama situation ile ambaye Nuhu alikuwa, ya kwamba vitu vilikufa na Mungu amemuokoa, Mungu amemtenga, akajenga madhabahu. Tulikuwa na corona, ikamaliza watu, ikaua watu. Mimi kanisa nauliza, what did you do after that? Watu walirudi tu. Tena istoshe, kuna watu ambao walisema hawaendangi kanisa mpaka leo. Maana walisema kama tulikaa mwaka mzima bila kwenda kanisa and we survived. There are people ambao walichukulia ile kukaa kwa manyumba yao. It is an evil spirit. Ni roho ambaye shetani anataka kumaliza nayo kanisa, watu wakose kujua mambo ya kawaida, mambo ya muhimu. Noa alitoka katika wafu, watu wamekufa, na kitu cha kwanza akajenga madhabahu. Naongea kuhusu the power of the altar. Do you know, some of us, we have lost very close friends of us. Some of you have lost your parents. You have lost your sisters. You have lost your siblings. You have lost great people that you know around. What did you do after that? Because that is a wastage. That was like something that happened that disconnected you. Wakati maji ilipojaa dunia hii, unajua ilitenga Nuhu na watu wa dunia na vitu vya dunia. God separated you. God healed you. Mungu alikusaidia wewe. Wakati ambapo umetoka katika roho ya umaskini, hivi sasa una gari yako, hivi sasa una nyumba yako, hivi sasa, hiyo ni kama safina ya kwamba umetoka kwa mambo mabaya na sasa wewe you are surviving now. What did you do? What have you done? Umefanya nini? Nuhu hakuwa na mhubiri kama wewe na mimi, lakini katika akili zake alijenga madhabahu. Na ile kujenga madhabahu, Biblia inasema alitoa sadaka ya kuteketeza. Do you know the reason why some things have not left your territory? Are you aware? Do you know why some sicknesses have not left your family? Because when you came out, ulipotoka katika laana za watu wa kwenu, what did you do? Nuhu alijenga madhabahu na akatoa sadaka. Kumbuka, ninaongea kuhusu the power of the altar, kwa sababu madhabahu inaweza kukuinua, madhabahu inaweza kukuharibu, madhabahu inaweza kukunenea, kutegemea na vile unavyoichukulia. Tunapoongea mambo ya madhabahu, you see this church or your church wherever you are, if that raised place you call an altar or a pulpit, if it cannot be empowered by the giving of sacrifice or service, it is vulnerable, it is useless, and it cannot be powerful.
Na ndio maana utakute ya kwamba madhabahu ambaye yako na nguvu huwa inatawala yale ambaye hayana nguvu. Watu wengi sana wamefutwa kazi na hawajalewa. Watu wengi wamefutwa kazi na hawajakuwa under depression. Watu wengi wamefilisika na hawajakufa. Why have you come to an point of thinking of killing yourself because you are sacked yesterday? Do you think because you are sacked? No. Ni madhabahu ya kifo ambayo inakuita. Kuna watu wamepitia mambo mabaya kuliko wewe and they have survived, man. Lakini kwa sababu kuna mizimu, kuna madhabahu ambayo inasema ulikuwa na ringa ukiwa naye na sasa hauna, tuone pale utaenda. Madhabahu inakunenea kwa sababu imetolewa sadaka. Listen to me carefully, child of God. I know there are some people here ambaye wanapambana na maroho na mizimu ya kwao, na imeapa under their dead body, you will not succeed. There are people I know, they may be your neighbors, they may be your co-workers. I know they are outside there, but their mission is to make sure you are out of that place. And how are they going to do it? By raising an evil altar to destroy your family, to destroy your business. Shetani hajawahi kuacha kuchochea madhabahu. Lakini kwa watu wanataka tuache kuongea mambo ya madhabahu. How dare you? Wewe utuambie tuache kuhubiri mambo ya madhabahu, na shetani kila siku anaua watu. Shetani kila siku, wachawi na waganga wanatoa sadaka kwa madhabahu yao na kumaliza kanisa, kumaliza washirika. How can we stop? Lazima tutapambana na wao. Wakijenga demonic altars, sisi tutajenga madhabahu ya Mungu ili ikapate kutunenea. Mungu atuharehemee na Mungu aseme tena, sitaharibu wewe na laana za watu wa kwenu. Can I hear amen from somebody? Inua mikono, sema, Baba, katika jina la Yesu najitenga na madhabahu ya kunimaliza. Mimi sikuambii ndio uogope. No. How will people know you are God if you don't face them? Na wajue ya kwamba wewe ni zaidi ya wao. Madhabahu ya kimapepo. Tumesikia wimbo wa huyu msichana anasema ya kwamba sio madhabahu yote ni ya Mungu. Tunastahili tujenge madhabahu ya Mungu. Tuchochee madhabahu ya Mungu. Tujue jinsi ya kuishi. Watu wametudanganya and they have put us on their list ya kuharibika. Some of them, they don't want to see us. Some of them, they are wishing us bad things. They go and give an offering on an evil altar. Listen to me. It can only work for you negatively if your altar is weaker than the altar of your oppressor. Hapo ndipo nguvu za Mungu zinapimishwa. But if wewe kama unarogwa kama watu wengine, ni maana ya kwamba wanayekuroga madhabahu yao ni makubwa kuliko wewe. Hatuko hapa kuogopa wachawi.
Hatuko hapa kuogopa watu ambaye hawatupendi. Whether you like us or not, we are here to stay. Inua mikono yako, say, my Father, my God, I make a decree today in the name of Jesus. Whether my enemy like it or not, I'm here to stay in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Can I hear amen from somebody? Weka madhabahu yako na nguvu. Wacha madhabahu yako ikunene. Wakati watu wanakulani, laana inawarudia. Wakati wanakunena mabaya, hiyo mabaya inawarudia katika jina la Yesu. Wanatakia watoto wako mabaya, hiyo mabaya inawarudia katika jina la Yesu. Child of God, jenga madhabahu ya Mungu na uhakikisho umeichochea katika jina la Yesu Kristo. Nimesema ya kwamba mtu akijua the power of the altar, distance shall not be an issue. Whether you are in the church or not, you will make sure that when your brothers and sisters gather together on a Sunday service, when they give an offering, you also give an offering wherever you are, because you are trying to build an altar that will speak on your behalf in the mighty name of Jesus Christ. May divine altar speak on your behalf in Jesus' mighty name. Ninasema madhabahu ya Mungu ikunenee katika jina la Yesu Kristo. Jenga madhabahu. Noa akajenga madhabahu. Uwezi kuwa mzee kuliko mizimu ya kwenu. Mizimu ya kwenu ni mzee hata kuliko babu yako na babu ya babu yako. Come on. Am I talking to somebody? Lazima tuinuke. Ambia jirani yako inuke. Mwambie jirani yako inuka katika jina la Yesu. Unajua kuna watu, kuna dini fulani wanakubomu na wanasema we are religion of peace. Wanakupiga wanasema we are religion of peace. Wakati mnalia wakasema we are peaceful. No! Madhabahu. Jenga madhabahu. Watu unayewaona leo akiwa ameshindwa ni madhabahu ya kushindwa. If we succeeding ni madhabahu ya kusucceed. Nimesema kuna watu wana shida nyingi kuliko hiyo shida yako, na hawajashikwa na pressure wala hawako kwa depression, kwa sababu wanajua when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up the standard. The Spirit of the Lord shall lift up the standard. Noa alijenga madhabahu. Wewe unafikiriaje kama hautajenga madhabahu na maadui zako wanakuendea kwa waganga na kuku na ng'ombe? Wewe unasema msalaba imeisha. Yes, of course. Have you stopped praying? If you have not stopped praying, why have you stopped giving? If you have not stopped praying, why have you stopped giving and tithing? It is the same thing. Kwa sababu wewe madhabahu lazima uchochee. What is an altar? Number one, an altar is a place of power. Say power. Say power. Wakati Nuhu anapojenga madhabahu, alikuwa anajaribu kuchochea the power. Power to connect and power to disconnect. Power to elevate and power, roho ya kukufanya kuwa unique. Ukiwa mtu wa kuchochea madhabahu na kutangazia kwa jina la Yesu, hata kukaja ugonjwa wa aina gani utatoka ndani yake. Shetani hata kuua
kabla ya wakati wako katika jina la Yesu. Can I hear amen from somebody? Inua mikono, sema Baba, nisaidie nijue siri ya madhabahu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu ana backslide, ile madhabahu ya kufanya backslide ni makubwa kuliko ule Mungu alikuwa na pretend ya kwamba anamwabudu. Because there's no way unaweza kuwa powerful na uwe rendered powerless. No. Noah akajenga madhabahu na akatoa sadaka. Kwa nini alijenga madhabahu? An altar is a place of power. Power. P-O-W-E-R. Power. An altar is a place of power. Kuna watu wameinua madhabahu akuendagi watu. Kuna watu leo hii wahubiri wamekuwa vichaa kwa sababu walijaribu kwenda kukemea watu walio na majini. Majini kaingia ndani yao. Siku hizi wanatembea uchi kwa sababu they tried to attack an altar that was superior than their altar. Don't joke with the altar. It is a place of power. Usione hawa wazee wakienda kwa msituni ama kwa mlima, wanazunguka wanajuanga this is where our God is. That place is dangerous. Kama madhabahu yako ni madongo, usijaribu kukanyaga. Mimi nakwambia katika miaka yangu hii ya kuhubiri nimekuja, kuna watu tumewaokoa kwa madhabahu wakitaka kufa, kwa sababu amesimama tu anasema I am a preacher, I am saved, I love the Lord. Akisimama namna hii, waganga wa kienyeji wanarusha mishale, ninamkamata. Unakuta mtu anakauka kwa madhabahu kwa sababu madhabahu yake ni weak. Ambia jeni yako, chochea madhabahu. Hallelujah. Unajua ni kwa nini kwa biashara yako kuna jirani yako anauza na wewe uuzi? Sababu madhabahu yako ni madogo. Madhabahu yako ni madogo. Ile kubwa ndio inatawala. And the lesser God will always obey the greater God. The lesser altar will answer to the great altar. That's why kuna watu katika maisha haya, uchunge which kind of people you are dealing with, because wengine madhabahu yao ni dangerous. Hata shetani akitumwa aseme nenda umpiga, anasema no, hapo mimi siendi. Hapo mimi siendi, kwa sababu anajua it is fire for fire. Huyo mtu anataka kwenda kwake, madhabahu yake aichezewagi. An altar is a place of power. You want to succeed in life, chochea madhabahu yako. Unataka uishi bila kurogwa, chochea madhabahu yako. Sio kuogopa wachawi. Wachawi wanaweza kukuroga hata ukiwa Amerika, so long as your altar is weak. Watakupiga hata ukiwa Australia na wako Kisii, because they will call your name and they will call your name and you will come up in their mirror and they will do to you anything they would have done if they meet with you physically. The altar. But there are people, they are untouchable. Kuna watu hawaguziki.
Kuna watu rada ya shetani haishiki, haikamati, kwa sababu madhabahu yao yana mamlaka, yana nguvu. Kuna watu leo kwa sababu ya sadaka zao, asubuhi sadaka inawanenea, mchana sadaka, jioni mchana sadaka inawanenea, kiasi ya kwamba hata shetani akajaribu kumroga, yeye ndiye atakaye kufa huko katika jina la Yesu. Tengeneza madhabahu. An altar is a place of power. Wacha kukaa kienyeji. Amen. It is a place of power. Kwa nini alijenga madhabahu? Watu wamekufa, anarudi kwa pale, ajui pale anaenda kuweka safina, ama ni watu wake wamekufia pale, ama ni nani amekufa pale. Kuna mtu alikufa akiwa anasema, jamani, Noa nifungulie. Noa anamwambia ya kwamba funguo sina, labda hapa anaenda kuweka safina. The reason why sisi tunataka tuinue madhabahu ya Mungu ni kwa sababu hatujui watu tunaoishi ni wao ni watu wa aina gani. Wanawake tunayeoa wanatoka kwa madhabahu gani? Wanaume wanayetuoa wanatoka kwa madhabahu ya namna gani? Kuna watu wameolewa wakakufa. Kuna watu wameoa wakakufa. Sio kwa sababu ni magonjwa, ni kwa sababu mtu ambaye ameingia katika maisha yake ana madhabahu ya kifo. Kwao wasichana wakiolewa, waume zao wanakufa. Anakuja kwa ndoa yako, unakaa kidogo, ile roho iliyoua mashemeji zako inakugonga na wewe unafiwa, anabaki mjane, unakufa pale pale kwa sababu ya madhabahu. Ninaomba kwa jina la Yesu, watu wajenge madhabahu na uwe mtu wa kuuliza madhabahu. Mwimbaji ameimba, amesema, sio kuhubiri kwa upole, ni ishara ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Kuna watu wako na madhabahu mbaya, akikuwekelea mkono namna hii, kwa sababu ametoka kwa madhabahu ya mizimu, mambo yako inaharibika. An altar is a place of power. Ukijua madhabahu haya yanakunenea, hata ukawa wapi, chochea hiyo madhabahu. Hello? Even in your absence, sadaka yako isiwe absent, tithe yako isiwe absent. Hello? Hello? Am I communicating? Nauliza, ninaongea na mtu. Tell your neighbor, an altar is a place of power. Nimesema hivi asubuhi na ninarudia tena. Wewe mama, wewe mzee, kama umeoa mama na hujatoa mahari, ujue hauna mke. Na usiombe ukaoa Mjaluo ama Mluya, atakuacha asubuhi akikunywa chai. Maana ile siku ataitwa kwao, hata rudi. Akifika kwao, unasikia wanasema, Wanyangala alilipiwa mahari, Atieno alilipiwa mahari, Washigalagala alilipiwa mahari. Na wewe unasikia msichana, unauliza mama Toti, unarudi lini? Anambia sirudi. Wamekataa. Ni watu gani wamekataa? Madhabahu, mizimu ya kwao. Na ile siku unatoa tu mahari, pap, she becomes permanent and passionable lover. Ambia jirani yako, shughulikia madhabahu. Madhabahu haicheze wangu hii. Wewe tu ndio unachezea madhabahu ya kanisa. Hao watu wengine wachezangi na madhabahu. Madhabahu itakugonga hata ukikufa. At your death watakuja kuchukua msichana wao, kwa sababu watasema huyu hakufika kwa ile madhabahu. Ile kitu unasema ni mahari, ni sacrifice kwa altar ya ukoo. Na ndio maana huwa anasema hivi,
Kama mama hakutolewa mahari, asikule mahari ya msichana wake. Iko huko kwenu? Ne huo na kuuliza, iko kwenu? Muulize jirani yako kama iko kwao. Iko. Kama hukutolewa, na wewe usifanye nini? Usikule. Najifanye ya kwamba unaombanga kula, utaona. Jifanye wewe ni pastor, kula hiyo mahari, utaona. Ile mizimu ile mizimu ya kwao, utaona. Kuna watu ndoa zao zimeharibika kwa sababu hakutolewa mahari na amekula mahari ya msichana wake. Imemgeuka. Kweli si kweli? Kuna mtu alikulaani? Hakuna. Ni covenant on the altar. Usichezee kitu inaitwa madhabahu. Kuna watu, mimi nakwambia, brother preacher, sister preacher, there are places never dare go kama madhabahu yako ni kidogo, maana utabaki huko. Madhabahu iliyo na nguvu ndiyo inanenea ile ambaye haina nguvu. Kabla haujaolewa na umepata kijana kanisani, ulizanga kwanza. Nenda ulize pastor. Wacha tu kijana nakupata alafu anakuambia hii harusi ni haraka haraka, unajua mimi sina pesa, tunataka kuoane ndio tukuje tu officiate. Kwa nini usi officiate ndio muoane? Kwani nani aliwaambia harusi ni pesa? Who told you? Kuna watu wako na mizimu ya kwao, kwa sababu kwao hakujawahi fanyika harusi, na pia yeye anataka kukuharibia wewe usifanye harusi. Mwende kienyeji, kiumbane huko mbele. Madhabahu, an altar is a place of power. Ukikaa vizuri, ukikaa vizuri, shetani hata kupiga. Chochea madhabahu. Tunaishi dunia mbaya. An altar is a place of power. Mimi najua kuna watu wanatakia watu mabaya, tena ikitendeka they celebrate. Unasikia wanasema we prayed, God has answered our prayer. Shut up. You're full of the devil. It is an evil altar. Kuna vitu ambavyo hamwambi wangu na wale watu wako kinyume cha madhabahu. They are lying to you. So unasikiaga tu mtu anasema shukuru Mungu, kuna mtu anakuambia mambo haya ili wewe ukapate kujisimamia. Kuna watu ambao unasikia wanasema me, you know, I was a very poor man. I had nothing, but one day God did a miracle. Tell him to tell you in details, what did he do? Utasikia anasema, when I was a very poor man, I took an offering and I went to a man of God and he prayed for me. Kwa nini hataki wewe ufanye hivyo? Anakuambia ni kwa imani. An altar is a place of power. Jenga madhabahu, madhabahu itakunenea. Sema amen. Sema amen. Sema madhabahu ya Mungu ininenee leo katika jina la Yesu. If it is a place of power, then it controls you. Ikiwa wewe uko connected kwa madhabahu ya kanisani kwenu, there is no one single day your pastor will preach a message kukwaza. Never. Sababu utakaa useme
oh my God, Mungu ameninenea. Lakini ukifika level ya kwamba you are preached the word of God, unaanza kuanalyze, kurectify, to compare, ujue ya kwamba kuna madhabahu inakunenea. Sio hayo, kuna madhabahu ingine ni kitu tofauti. Kusema madhabahu ambaye inakunenea, uwe tayari itakurekebisha, uwe tayari itakuonya, iwe tayari itakupa direction. But anytime ukijiona you are Superman, you cannot be rectified, you cannot be corrected, you cannot be told the truth. Ujue tayari you are serving a different altar. Kama mko kwa nyumba moja na mumekaa 20 years, 15 years, one of you has always been obedient, na inafika pali unasikia ukiongea kitu anaanza kukosoa, anataka kucompete na wewe, iko madhabahu imemkamata. Sio ile wakati mumeoana, sio hiyo. Kuna madhabahu. An altar is a place of power. Kwa nini hakubehave hivi wakati hana? Kuna a foreign power ambayo inamwambia you can try this. Rusha neno moja hapa, fanya hivi kidogo, sababu madhabahu imeanza kunena. Wacha madhabahu ya Mungu ikunenee katika jina la Yesu Kristo. Sema sirogeki. Sema madhabahu yangu sio ya kurogwa. Sema kwa sauti, madhabahu yangu sio ya kurogwa katika jina la Yesu. Sema madhabahu yangu sio ya kufilisika katika jina la Yesu. Can I hear amen from somebody? An altar is a place of power. Ukijua madhabahu inakunenea, you will do anything kuhakikisha kuinua hiyo madhabahu. Mimi kuna watu hapa, washirika wangu hapa, nimewakopa pesa. Si ya kwamba naenda kununua suti. Wengine nimekopa pesa nikalipa kwa ajili ya kufanya kazi ya hapa, sio kujenga nyumba yangu, sio kununua gari, kujenga hapa. Even I'm still paying some loans. Why? Because this is the place. Hapa ndio pali pananinenea. Hapa ndio pali naweza kufia. Hapa ndio pali inaweza kuniprotect. Please put your house in order. An altar is a place of power. Nimeambia watu hapa, unaona ukifika 30 years and above, wangapi hapa mko na 30 years and above? 30 years and above. Okay. Sasa wacha nikusaidie. Ukigonga 30 years, kuanzia day 30, ukigonga 30 years, you stop eating to be satisfied. Auli kushiba, unakula uishi. Mwambie jirani yako vile nimesema. Don't eat junk foods. Naona kama wamunisikii. Nasema hivi, ukifika miaka 30, 40, 50, 60, 70, 80, hapo unajua grafu yako inaenda hivi.
hauli kushiba, unakula kuishi. You become choosy, you know what you are eating, nini inaleta kwa mwili, inaongeza virutubishi gani. Wewe sio mtu wa kukula junk fruit. Wacha hawa majensi, maana wataenda kufanya tizi na kuinua, wanakula chakula mbaya na wanainua misuli. Wewe utainua wapi? Hata ukijaribu kuinua jembe, misuli inasema nimekataa, unaenda naye. Hauli kushiba, unakula kufanya nini? Kuishi. Iko miaka katika church, iko miaka ikifika awendi kanisani kwa sababu it is a vibrant church. Unatafuta kanisa ya kukusaidia kwenda mbinguni, sio Murang'a. Sasa kama huyu chairman utamwambia atoke Chosen, aende wapi? Mzee, uko na pali pengine pa kwenda tena uanze kujenga mabati? Au lakini hawa bedsitter, they can live any day. What am I saying? Iko miaka ikifika in your life, in the spiritual realm, inasema be careful. Be careful. Kwa mfano, umefika 50 alafu unarogwa, utakimbia mpaka wapi? 50 ama 55 ama umeretire na unarogwa. Heri wakati ule ukiwa kijana ukengerogwa uende Kitui, utafute kamuti, uende Sumbawanga. Saa hii unatembea kama bata, hata wea. Sasa ni wakati wa kujenga madhabahu. Madhabahu ikunene. An altar is a place of power. Tell your neighbor, an altar is a place of power. Ukijenga madhabahu inakunenea. And that's why kuna watu wameraise madhabahu. Hata ukaambiwa anatoka kabila fulani, hautaamini, maana habehave kama wao. Hata wakaleta ndugu zake waweke hapa, waseme huyu ni ndugu ya huyu, you will never believe. Tuambie huyu na huyu ni kama maji na why? Kwa sababu huyu mizimu ya kwao inamnenea na huyu madhabahu ya Mungu inamnenea. An altar is a place of power. Umewahi kwenda hii makanisa ya dini? So wengine wetu tumetoka huko. Hii kitu inaitwa altar. Altar hii haikanyagi mtu wa kawaida. They are specific people. It is only in this Pentecostal church kila mtu anataka kuja kwa madhabahu. Hata amevaa kamini skirt anataka kuja kuosha kanisa madhabahu. Shindwe katika jina la Yesu Kristo. Kule lazima uvae long. Na wezi ingia, their altar is protected because they know what is there. Nanielewa lakini? Bwana Yesu asifiwe. They are trying to teach you something that this is not a common ground. Ni hapa mhubiri akitoka hapa akiija kukuwekelea mkono, anatoka na nguvu za Mungu kuja kwako. An altar is a place of power. Kwa nini tujenge madhabahu? Kwa sababu madhabahu is a place of power. Number 2. An altar is a place where gods meet their servants. Kama ukijenga madhabahu, utakutana na Mungu wa ile madhabahu. Utakutana naye.
Bwana Yesu asifiwe sana. Utakutana na Mungu wa ile madhabahu. Nilisikia testimony of a brother. Anasema one of their church members alishikwa na polisi. Aliposhikwa na polisi akasema, the God of my father protect me now. Polisi wakaweka pingu ya kwanza ikaanguka chini, wakamweka ya pili inaanguka chini without struggling. Yani walikuwa naweka hii lock inaharibika pap, wakaweka ya pili ikaanguka chini, ya tatu ikaanguka chini, wakamwambia go home. Naomba madhabahu ikunenee pale ulipo katika jina la Yesu. It is a place where gods meet their servants. Hii Disemba mwezi mbaya sana. Hii ndio miezi ambaye madhabahu ya watu inachochewa. Wengine utakuta hakuna mikesha makanisani kwao. Sio kwa sababu watu ni wengi. Kuna kitu inafanyikwa kwa hiyo madhabahu before muingie ndani. Kuna wengine wanaenda kurenew covenant where on demonic altars. Kwa sababu kwa madhabahu hapo ndipo miungu ama Mungu anakutananga na watumishi wake. Unakuta mtu akitoka kula akikuja ako njia ingine tofauti, because the altar is speaking now. It is a place where gods meet with their servants. Kwa hivyo wakati ambapo unainua madhabahu, lazima Mungu atakunenea. Kuna wakati mwingine sadaka itakunenea. Sema amen. Sema amen. Sema sadaka yangu ninenee kwa jina la Yesu. Can you give us verse 20 and 21? Maana Noa alipomaliza kujenga madhabahu na akaweka sadaka, Biblia inasema Mungu akanusa, na aliponusa akasema sitaharibu tena. Ndio maana nimekuambia an altar is a place where gods meet their own servants. Sadaka yako inaweza kukunenea. Usiwe mtu wa kuchezea sadaka. Can we read? One read. And Noah built an altar unto the Lord, and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered a burnt offering on the altar. Verse 21. And the Lord did what? Smelled a sweet savor. And the Lord said in his heart, I will not. Do you know what, child of God? Iko wakati sadaka itakunenea. Kuna wakati mwingine hata uhitaji maombi. Mnajua kuna wakati mwingine mtu anakuanga na shida, uwezi hata kuomba. Kuna wakati unaweza lia ulie. Unajaribu nauliza, why me? Why now? Why now? Why me? Hiyo wakati mtu aombagi, lakini sadaka aliyetoa kwa madhabahu kama Nuhu, Mungu atanusa sadaka yako na ataapa ya kwamba mizimu ya kwenu haitakuharibu tena katika jina la Yesu. Umaskini hautauona tena. It is a place of power. It is a place where gods meet their servants. Please, raise an altar. Put your sacrifice there. And let that offering speak for you. Ndio maana hapa kanisani kuna desturi
ya kwamba tuna altar boxes when we come to church. Si ya kwamba tunapeana offering mbili. Tunakuja kumwambia Mungu, ninenee leo. Nimekuja kanisani, ninenee. Nile sadaka yangu ininenee. Ukijua kutoa sadaka kwa ajili ya mambo mengine magumu maishani mwako, God will fight for you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tumishi wa Mungu Elia kaambia Ahabu ya kwamba as my God liveth, he shall not reign. Na Ahabu akaua ma prophets wote. Siku moja Elisha aliamuka akasema, no, I want us to call upon our God. Akasema leta ng'ombe, na hawalete ng'ombe, tuchinje, tuweke hapa. The God who will answer by fire shall be our God. Ule mama akaita miungu na wachawi, akamwambia ombeni, ombeni. Hakuna kitu ilitendeka. Akasema basi stop, maybe Mungu wenu ameenda leave ama asikiagi. Hii yangu hii, weka maji. Wakamwaga maji, akainua macho, akashukuru Mungu, akaomba, moto ukawaka. May the Lord answer your prayers by fire. Sema sadaka yangu inenee katika jina la Yesu. Finally, nitaendelea during lunch hour. Kwa nini ujenge madhabahu? An altar is a place of commission. Ni mahali mtu hutumwa, anaagizwa. Wewe kama haujengi madhabahu haya, yatakutumaje? An altar is a place of commission. You want to be sent outside there. Don't go and do your things. Wale watu ambaye wanatoka kwa hii madhabahu, tunawafungulia kanisa na wanarecognize hii madhabahu, they are doing well in the ministry. Sababu madhabahu hii imekutuma. You don't go outside there and do your own things. Hii madhabahu ipasa akiomba inakuombea kule huko. Watu wanakuwa commission from the altar. Unatakana ukiomba asubuhi, ukiomba mchana, ukiomba jioni, unaharibu madhabahu ya shetani, kwa sababu yawezekana mapepo yametumwa kutoka kwa madhabahu ya kuzimu kuja kuharibu biashara yako, kuja kuharibu watoto wako. Kwa hivyo ukiomba, unaomba na akili na kujua ya kwamba yawezekana kwa bahati mbaya some demons have been commissioned on all evil altars. Juzi wakati nilikuwa naomba, nilipolala kidogo, nikaona kuna mtu amepita hapa kwa hii barabara na mafuta ya kuzimu na maji, akiwa anatuombea tuishe na tusiwe Nakuru. Natangaza kwa jina la Yesu, if you don't repent, we fire back in the name of Jesus Christ. Kile unayetutakia itakurudia katika jina la Yesu. Wachawi madhabahu yao hayatafanya kazi. Hii kanisa imeinuliwa kwa madhabahu ya Jehova. Sema kila uchawi. Simama kwa miguu yako, sema kila uchawi. Uchawi wa macho, uchawi wa dawa, uchawi wa mafuta, uchawi wa maji, uchawi wa vitambara ulionenwa kwa anga, kwa jina la Yesu, sema na ukataa, sema na yaribu katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema amen. As a man of God, ninatangaza hakuna yoyote atakaye kuomba out of Nakuru in the name of Jesus Christ. Na kuombea mema. Nasimama kwa hii madhabahu na kuombea mema kwa jina la Yesu.
na kuombea baraka katika jina la Yesu. This altar is not an altar of failure. Hii madhabahu si ya kushindwa. Hii madhabahu ni ya kushinda, na lazima utashinda kwa jina la Yesu. Hii ni madhabahu ya kuona ndovu kama sisimizi. Hakuna kitu hatuwezi fanya. As by the will of God, we will do it in Jesus name. Wakati wengine wanangojea dola, sisi tunangojea Mungu ambaye anatengeneza dola katika jina la Yesu. Hii madhabahu ni ya baraka, ni ya madhabahu ya uponyaji na uzima, ni madhabahu ya kuishi miaka mingi by fire by force katika jina la Yesu. Hii madhabahu ni ya kuinua watu katika uinuliwe katika jina la Yesu Kristo. It is a place of power. Inua mikono, sema kama baba amefaulu, hata mimi nitafaulu. Sema kama baba ameshinda, hata mimi nitashinda katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema amen. Kama tumejenga kanisa, hata wewe utajenga kwako. Unaona vile madhabahu ya kwenu inakuambia aje? Nasema this has nothing to do with your salary. Mimi naongea kama nabii na natangaza kwa hii madhabahu. Hii madhabahu ikuinue katika jina la Yesu Kristo. Walio na baraka zako waanze kukutafuta katika jina la Yesu. Inua mikono, sema Baba. Sema kwa sauti, Baba, kwa jina la Yesu, mtu yeyote aliye na baraka zangu anitafute kuanzia leo kwa jina la Yesu. Sema kila mwanadamu aliye na baraka zangu na mkozesha amani aniletee baraka kwa jina la Yesu. Sema kila roho ya kunizusha na madhabahu ya kwenda chini, sema naibomoa katika jina la Yesu. Sema nabomoa madhabahu ya magonjwa kwa jina la Yesu. Sema madhabahu ya magonjwa catch fire in the name of Jesus. Inua sauti yako, anza kuomba, anza kuomba Jehova. Mwambie Bwana akupiganie, madhabahu ya Bwana ikapata kukunenea katika jina la Yesu. May the Lord remember your tithes and offerings in the mighty name of Jesus. Wacha sadaka zako, matendo mema ambayo umefanya yakakunenee kwa jina la Yesu Kristo. Come on somebody pray. Mwambie Bwana, sitamaliza mwaka vibaya, sitamaliza mwaka na aibu, sitamaliza mwaka na madeni. Baba, nilipie madeni yangu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninaomba madhabahu ya Jehova, hii madhabahu ininene, hii madhabahu ininue kwa jina la Yesu. Mungu, nainuaga watu, niinue kupitia madhabahu yako katika jina la Yesu. Baba, tunainua madhabahu ya neema kwa jina la Yesu. Tunainua madhabahu ya baraka katika jina la Yesu. Baba, I disconnect these people from the altar of wickedness in the mighty name of Jesus. Mungu akuinue, Mungu akuonekanie, Mungu aonekanie kazi ya mikono yako katika jina la Yesu. Wengine wenu mnahitaji kuombea biashara na kazi za mikono yenu, Mungu apate kuzibariki. Mwambie Bwana akumbuke maisha yako, mwambie Bwana akumbuke njia zako katika jina la Yesu. Baba, niinulie watu katika nyumba hii, wainue Jehova, wape afya, wape ulinzi kwa jina la Yesu. Linda mali zao, linda watoto wao, linda wajukuu wao, linda nyumba zao katika jina la Yesu. Baba, na wadisconnect na nguvu za mapepo na madhabahu ya giza
katika jina la Yesu. Oh, Mungu akuponye wewe ambaye ni mgonjwa. Mungu aponye familia yako. Mungu aponye watoto wako. Mungu aponye ndoa yako. In the mighty name of Jesus. Inua sauti, anza kuomba Bwana aponye fedha zako, aponye finances zako. Oh, Jehovah, do something, oh God, in the name of Jesus. Tunaombea watazamaji wetu kule walipo. Mungu Baba, wasaidie kule walipo. Jehova, kutana na mahitaji yao. Wengine wanalia, wamenyang'anywa vitu vyao. Wengine wanataka kuwa deported. Baba, ninaomba uwafiche katika nchi ya ugenini kwa jina la Yesu. Mungu asikie maombi yako. Mungu asikie maombi yako. Ile sadaka mama yako baba yako amekutolea ikutetee pali upo katika jina la Yesu. Baba, ni asante. Wewe ni Mungu, wewe ni kimbilio, wewe ni tegemeo, wewe ni Baba. Yes, songea hapa karibu na madhabahu. Ninataka kunena mazuri. I want to prophesy in your life in the mighty name of Jesus. Wacha madhabahu ya kuinue, usimalize vibaya, usiwe mgonjwa tena katika jina la Yesu. Inua mikono yako, anza kumwomba Mungu. Mungu akusaidie mpendwa. Mungu akusaidie. An altar is a place of power, is a place of connection, is a place of elevation and revelations in the mighty name of Jesus. Baba, ninaombea wapendwa hawa na wakabidhi mikononi mwako. Ninawafunika na neema yako. Ninatangaza kwa jina la Yesu, hautamaliza vibaya, hautaingia hali ya shida katika jina la Yesu. Pesa zako zikunenee ambazo umeweka kwa madhabahu katika jina la Yesu. Ninatangaza kama nabii ya kwamba ulinzi uko juu yako, afya iko juu yako, kazi nzuri ifanyike kwa maisha yako, baraka za Mungu zionekane kwako katika jina la Yesu. Baba, natamukia wapendwa hawa baraka. Mikono yako, kama vile Biblia inasema ya kwamba chochote nitakachokigusa kitabarikiwa. Ukitoka hapa na nena madhabahu haya, mikono yako ibarikiwe, kazi ya mikono yako ibarikiwe, upate afya njema kwa jina la Yesu. Pahali kazi ilikuwa imekwama, Mungu aikwamue katika jina la Yesu. Mungu akupe new connections katika jina la Yesu. Tukiwa kwa hii madhabahu, natangaza wema wa Bwana uwe juu ya maisha yako. Pokea kibali, pokea neema, pokea ushindi, pokea roho ya kuendelea, pokea roho ya kufanikiwa, pokea roho ya kuwa mtu mzuri kwa jina la Yesu, na kunena mema katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini. Amen. You are blessed in Jesus' name. I'm saying you are blessed. Mungu akuinue. Mungu awe pamoja nawe. Utaimba wimbo mpya. Waliokukataa naona wakija kukusalamia. Watu waliokuloga wanakuja kuomba msamaha, kwa sababu kuna kitu Mungu anakufanyia. Go in peace in Jesus' name.